sababu yake. Waislamu watukufu, tupo bil khusus, tuko maalum katika usiku wa lailatun nisfi min Shaaban, usiku wa nusu ya Shaaban. Na usiku huu una matukio mingi. Moja katika tukio kubwa na tukufu, kuna ile aya tukufu ambayo iko katika Qur'an, aya ambayo inaashiria nafasi, daraja na cheo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo aya ni ya 56, aya 56 katika sura ya Qur'ani. Sura haijanihudhuria sasa hivi, lakini ni maarufu. inna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bil malaikati al musabbihati bi qudsi wa thalatha bikum ayuha an-nasu min bariyati jinnihi wa insi faqala ta'ala mukhbiran wa amira. Mwenyezi Mungu amesema mukhbiran, mwenye kutuhabarisha, kutupa habari, wa amira, na mwenye kutuamrisha. Mwenye kutuamrisha hali ya kuwa Mwenyezi Mungu ametangulia na kiongozi wa jambo hilo. inna Allaha, suratul Ahzab, ile ni aya 56, suratul Ahzab. inna Allaha wa malaikatahu, hakika Mwenyezi Mungu na malaika zake, yusalluna ala nabi, wanamtakia rehma na amani mtukufu wa daraja Mtume sallallahu alaihi wasallam. ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini, ya ayyuhalladhina ittasafu bil iman, sallu alayhi wa sallimu taslima, mtakieni rehma na amani zilizokamilika, kwamba mrehemuni Mtume sallallahu alaihi wasallam. ya man hufidhat ladayhi wadai'u wa bu'ithta an dini lilahi tudafi'u minka ash-shafa'atu turtaja ya sayyidi wan nuru faydun nuri minka tala'i'u salla alayka Allahu ya alama al-huda ma laha fajrun aw ta'abbada ta'i'u. Allahu 'azzama qadra jahi Muhammadin فأناله فضلا لديه عظيما في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. Kwa hivyo kumsalia Mtume sallallahu alayhi wasallam ni amri na sio khiari. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in ajma'in. Kwa hivyo kumsalia Mtume ni amri. Kwa hivyo amri ya kumsalia Mtume sallallahu alayhi wasallam ilishuka katika usiku huu au aya iliteremshwa katika mwezi huu wa Shaaban, na wengine wakasema bil khusus katika usiku huu wa lailatun nisfi min Shaaban, katika kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aya au amri imekuja katika mwezi huu na usiku huu. Vile vile muujiza mwingine wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao upo katika suratul Qamar, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, iqtarabatis sa'atu wanshaqqa al-qamar. Iqtarabatis sa'atu, kimekurubia qiyama, wanshaqqa al-qamar, na mwezi ukapasuka pande mbili. Maana jambo hili walilitaka Makuraishi wa Makka, wakamwambia kama wewe ni mtume kweli, basi hebu ule mwezi tuuone unapasuka pande mbili. Kwa hivyo katika mwezi 14 kuamkia 15 ambayo ni nisfu Shaaban, Mwenyezi Mungu aliupasua mwezi huu, muujiza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na masahaba wakauona mwezi huko pande mbili. Kwa hivyo iliteremshwa katika lailatul nisfi min Shaaban aya hii. Vile vile tahwilul qibla, kubadilishwa qibla. Kubadilishwa nini? Qibla. Qibla ilikuwa Waislamu wakielekea Baitul Maqdis au Baitul Muqaddas, kama tulivyoona katika kisa cha Isra na Mi'raj. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasalisha mitume yote 124,000 katika Baitul Maqdis. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam sasa alipokuwa akiswali alikuwa akiangalia mbinguni. Akiswali Mtume sallallahu alaihi wasallam akiangalia mbinguni. Mwenyezi Mungu akamfahamu mja wake kwamba huyu anaomba sasa qibla kibadilishwe kutoka Baitul Maqdis kipelekwe Baitullahil Haram, msikiti mtukufu wa Makka. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akamjibu mja wake katika Qur'ani, katika suratul Baqara, katika sayaqulu sufaha. Mwenyezi Mungu anasema qad nara, kwa hakika tumekuona, taqalluba wajhika fis sama, migeko yako ya mbinguni. Falanutiyannaka, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaa, kwa hakika tutakupa qibla ambacho unakiridhia. Fawalli wajhaka shatr almasjidil haram, sasa elekeza uso wako kaskazini upande wa al-Kaaba. Wa haythu ma kuntum, na mahala popote mtakapokuwepo,
fawallu wujuhakum shatra, waislamu elekezeni nyuso zenu upande wa Makka badala ya Baitul Maqdis. Kwa hivyo waislamu walikuwa wakiswali, inasemekana ilikuwa katika sala ya dhuhuri. Hii ilikuwa baina mwezi 17 na 18 ya Ramadhani, 17 18, au wengine wakasema inarejeshwa nyuma hapa katika Lailatu Nisf, ili mradi katika mwezi wa Shaaban Mtume SAW akiwasalisha masahaba kaelekea Baitul Maqdis, basi ilipoteremka aya ile moja kwa moja akageuka nyuma, akageuka upande wa Maka. Kwa hivyo tunapokwenda kule, nadhani ni Maka kule, kuna msikiti unaitwa Masjidul Qiblatain, msikiti wenye vibla viwili, Masjidul Qiblatain, msikiti mmoja lakini una vibla viwili. Maka au Madina nimesahau, lakini ili mradi kuna msikiti kule unaitwa Masjidu Qiblatain. Mtume alikuwa akisalisha dhuhuri, akageuka kutoka Baitul Maqdis akaelekea upande wa Maka. Kwa hivyo hii ilitokezea pia katika usiku huu, na matokeo mengine bila shaka haya ni hudhuri, lakini hayo ni katika matokeo makubwa ambayo yametokezea katika usiku huu wa nisfu Shaaban, ambayo inatakiwa tuyazingatie. Kwa hivyo inatakiwa na sisi tutukuze, kwa sababu kubwa Mwenyezi Mungu anasema waman yu'azzim sha'air Allah, mwenye kutukuza alama za Mwenyezi Mungu, fa innaha min taqwa alqulub, huo ni ucha Mungu wa nyoyoni. Kwa hivyo na sisi Waislamu tutukuze, tusisikilize wale watu ambao wanapinga, wanatuambia haramu, wanatuambia bid'a, wanatuambia haifai, kwa sababu yeye kama anasema haram, alete ushahidi katika Qur'ani unaokataza kwamba mtu kusimama katika usiku wa nisfu Shaaban akafanya ibada ni vibaya. Bali hadithi sisi tumeisema ya Sayyidina Ali, idha jaa lailatun nisfi min Shaaban faqumu lailaha, simameni usiku wake, wasumu nahara, na fungeni mchana wake. Kwa hivyo hii imeshatosha kuwa ni hoja. Kwa hivyo kama mtu anapinga, alete aya ya Qur'ani, alete hadithi ya Mtume SAW, au alete angalau aqwalul ulama ambao wamesema ni haram, haifai. Kwa sababu kuna watu wengine wanadogesha au wanafanya unyongonyefu, wanasema si usiku kama usiku wa kawaida, na hii ndio kawaida yetu sisi. Wakati wengine tunakuwa ni mapuuza, madharau mengi, kitu kakitukuza Mwenyezi Mungu, lakini sisi tunataka tukipeleke chini, na hili ni kosa. Na siku zote bora kama mtu hana uhakika wa jambo au halijui, asije akatoa fatwa, kwa sababu ni kosa kubwa kutoa fatwa au kuharamisha jambo ambalo si haram. Wa idha suilta bima jahilta, siku zote utakapoulizwa Muislamu kwa jambo ambalo hulijui au huna uhakika nalo, fala takun, usiwe mutahadhikan, unapapara, mutasarrian, una haraka bijawabin, wa kutoa jawabu. Alilmu bahrun, elimu ni kama bahari, la nafada limaihi, haikauki maji yake. Kam qala la adri ulul albabi, mara ngapi watu wenye akili walisema hatujui. La ilma indi, kusema kwamba mimi silitambui jambo. Laisa aiban qawluha, si aibu tamko lake. Alaibu, aibu an yufta bighairi sawabin, ni kuitoa fatwa iliyokuwa si kweli, ukafyatua badala ya kutoa fatwa. Kwa hivyo mambo ya fatwa tuachie mamufti, na tusije tukaharamisha mambo ambayo si haramu. Wala tasifu wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haram, msije mkasema kwa ndimi zenu zinazosifia mambo ya uongo wakati mwingine ili halali au haram. Ukisema halali, lete aya, lete hadithi ya Mtume, lete kauli ulama. Ukisema haram, lete aya, lete hadithi, lete kauli ulama vile vile, ili maneno yako yashikwe, kwa sababu man tasannada faqad i'tazara. Siku zote mtu anapoegemeza jambo mahala katoa udhuru. Ipo aya ya Qur'ani, ipo hadithi ya Mtume SAW, ipo kauli ya ulama katika aimmatul a'lam, yani wale wanazuoni wanaokubalika. Kwa hiyo wa idha suilta bima jahilta fala takun mutasari'an mutahadhiqan mutasarri'an bijawabi. Alilmu bahrun la nafada limaihi, kam qala la adri ulul albab. La ilma indi laysa aiban qawluha, alaibu an yufta bighairi sawab. Na tusisahau kwamba wanachuoni wanatuambia asra'ukum fil fatwa duna ilmin asra'ukum fin nar, waharaka wenu kutoa fatwa bila elimu ni waharaka wenu kwenda motoni. Kwa hivyo tuzingatieni Waislamu
tujitahidini usiku huu ndio unakwenda zake. Kwa hivyo tusiuachie moja kwa moja. Mtu kakosa basi angalau japo rakaa 3 za witri, ahuishe usiku huu na asome Qur'ani, na ikiwezekana kesho afunge kama ilivyokuja athar au ilivyokuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bihadha alqadri alyasir wa ila huna atammu wal afwa minna wa minkum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa shukran.